Karatasi moja ndogo ilikuwa imetoka kidogo kwenye tundo la sewa, lakini kakanyagwa na tairi la gari lililopita juu yake, huku watu waliokuwa wamenaswa chini kuanza kupoteza matumaini kabisa. Walikuwa wamejaribu kila njia kuomba msaada ili waokolewe, lakini haijalishi walipiga kelele kwa nguvu kiasi gani, sauti zao zilizimwa na kelele za magari na shughuli zilizokuwa juu ya ardhi. Hata maji waliokuwa wakiyapiga kwa nguvu hayakuweza kuvutia mtu yote. Walikuwa wamekwama huko chini baada ya handaki la subway kuanza kuvuja maji, na sasa mafuriko yalikuwa yakiendelea kuingia bila kusimama. Kama wasingeweza kufungua manhole kwa wakati, maji yangewazamisha wakiwa hai. Kwa bahati sio tarajiwa, sehemu iliyokuwa imeziba ndani ya handaki ilipasuka kutokana na nguvu ya maji ya mafuriko, na kiwango cha maji kwenye njia ile kikaanza kushuka kwa kasi, jambo lililowapa nafasi ya kupona kwa muda mfupi kutoka kwenye hatari ya kuzama. Lakini matumaini hayo yakafuatwa na hofu mpya, kwani ndani ya kituo cha subway hakukuwa na signal ya simu, na simu yao pekee ilikuwa imekufa kabisa. Kabla maji hayajafika juu sana, mwanaume mmoja alikuwa ameweza kupata signal dhaifu kwa muda mfupi na kumpigia simu mke wake kuomba msaada, lakini kabla hajamaliza kueleza walipo, simu ni katika ghafla. Sasa wote walikuwa wamebebwa na mkondo mkali wa maji bila hata kujua wamefika wapi, na matumaini ya kuishi yakaanza kupotea kabisa. Wakati huo huo, waokoaji walifika kwenye manhole na kuanza kuweka vifaa vya uokoaji ili kuanza msako, lakini kundi lile tayari lilikuwa limesomwa mbali na mafuriko. Waokoaji waliposhuka chini hawakumkuta mtu yoyote, na kitu pekee walichoweza kumwambia mke wa mwanaume huyo ni kwamba hakuna mtu huko chini, lakini mwanamke huyo alikataa kabisa kuamini hivyo, na kwa ajili ya mume wake pamoja na binti yake alikuwa tayari kushuka mwenyewe ndani ya handaki hilo na kuwatafuta kwa mikono yake mwenyewe.